Sehemu ya 10. Mustafa aliguna tu kisha kakata simu. Nilimuuliza, "Sasa utamjibu nini mama yako? Ingali anaamini kuwa unampeleka mwanamke mzuri ambaye ni mrembo zaidi?" Mustafa alinijibu na kusema, "Oliva, usiseme hivyo. Wewe ni mzuri sana, tena jasiri, mvumilivu na mcheshi pia." Asante kama kweli. Basi hapa nimeshiba, ngoja nikanawe. Nilinyanyuka nilipokuwa nimekaa. Nilienda kunawa kisha nikamwambia, "Kifuatacho ni kipi?" "Sikiliza Oliva, ili mama amini inabidi tutoke hapa tupite kwa mwanasheria. Tufunge ndoa ya kiserikali, yaani ndoa ya mkataba. Ila mimi na wewe tutakuwa tunajiita mke feki na tutofanya chochote kinachoashiria mke na mme. Ila tukiwa mbele ya mama tutakuwa tuna akti kuwa sisi ni wanandoa, sawa eh?" "Sawa kaka, nimekuelewa." "Na hiyo kaka usio unaniita. Jizoeze kuniita mume wangu. Nitakiwa kuigiza kama ni kweli. Mimi msaada wangu ndio huo tu, sina tofauti na hapo." "Sawa mume wangu, nimekuelewa." Tulicheka kwa pamoja kisha na yeye akasema, "Tuondoke mke wangu." Nilitabasamu kisha akafunga mlango, tukaondoka kuelekea huko kwenye ofisi za mwanasheria kwa ajili ya karatasi zitakazotambulisha kuwa tumeoana. Hatimaye tulifika katika ofisi za wanasheria. Tulifika, tukakaa, tukasikilizwa. Nilijaza taarifa zangu zote tena kwa herufi kubwa. Kisha nikatia saini ya dole gumba na ya kuandika pia. Mustafa naye alijaza nafasi zake zote. Kisha muhuri wa serikali ukagandamizwa. Kisha ilipigwa lamination kabisa na tukakabidhiwa ule mkataba wetu wa ndoa. Mwanasheria aliuliza, "Mbona umechukua maamuzi ya kuolewa ingali bado mdogo? Maana umeandika una miaka 16. Usomi labda? Maana baadaye sije kaleta shida." "Hapana, mimi sisomi, nilisha darasa la 7 miaka 3 nyuma iliyoisha." "Oh, sawa. Haina shida kwa sababu hata sheria za nchi yetu ya Tanzania inasema kuolewa ni kuanzia miaka 14 baada ya binti kuvunja ungo tayari." Alihesabiwa kuolewa ila sharti asiwe mwanafunzi. Ila kwa sababu wewe usomi ni sawa. Mimi sina cha kusema zaidi ya kubariki tu na kuendelea na safari yenu. "Basi sawa kiongozi," alisema Mustafa kisha akampa kiasi walichokubaliana, tukatoka. Sasa ili kuanza safari ya kwenda nyumbani. Muda kama dakika 47 hivi tukawa tumefika. Tulishuka kisha tukajiongea kuelekea hadi